Let's use this one. Yes, Papa. Karibu sana. Your Lord Bishop, the Bishop, members of the clergy, your spouses, the family of Mama Jerry. Nidaroga maha jitago kaitare munene wa Gĩcũgũ na nijo ile twariuti Bishop ogijitekiria ndagike mwetu ni oyo ni shosho juke kaundu kamwe tegushi na tugamite haha on behalf of Mama Jerry's family tinde mundu waja ni mundu wa gatagati roliu arimu yana ina mwana ucio ni ndatwaro gituri primary school na niathomithagia kuu na ndangindora ona hanini bego kwami ngire riu thomithia githoku riu hau nginyite ni murutani wa university etikinyere Murere ugire ogo itura regwe neirathime reke njuge ndanahitia tondu twina professor, the old professor is my grandfather, the other professor is my uncle. I am a doctor, we have a Dr. Joka, we have a Dr. Kimani Nagegi, and I'm also proud to say that my chairman at the university, Dr. Kenyatta University, Dr. Peter Wamani is around, he also accompanied me and now to start the school. Kwa hiyo na library ndio set I always happy to be part of that. Ndio national na national ndio wa Sunday school na baba. Kwani amfurahi tukisema baba? Baba ako wangu, si ndio? Mpigieni makofi. This is Wango Ward in Murang'a County, Kiharo constituency. My name is Mama Kangata or Margaret Wanjiko Geshia. I am so happy today. Omothe wangu kwena ageni? Yeah? Kama hotire? Ile tikiama wanatuoneta baba okete guko gwitu. Dikwaria mono, I should follow protocol because wageni wakikuwa wengi yule mwenyeji anapatia wageni waongee. Kama huwa Raila nimekuona, asante sana. Thank you so much. Kama uko geithia ndo. Thank you. Negoka. Lord Bishop, familia ya Mama Jerry, rafiki yetu Governor Wairia na andu a Gitui, ndirenda kumugeithia muriega ringi nie ndie mugeni guku ona muthuri uti mugeni nitwirigite guka kuhurukia muthuri murata witu ithe wa Kabugi. Ni muraririkana mzee, nawaambia tulikuwa na wewe hapa kupumzisha rafiki yetu baba Kabugi, tuko tunamuita namna hiyo. Nie njitagwo mweha wa Kamau, no andu mangienda kungenia manjitaga Kamau wa Raila, na ndina rugano runene muno na muthuri uyu, na ndina rugano rwakwa rwanjiriirie na andu a guku. Mundu uria wanyitire guoko akindora kwi muthuri uyu
nĩ mũtigaire ithe wa Susan Kenneth Stanley ate tu tutie twatigana twĩ hamwe andũ a Kĩharu nĩ tũkoretwo na mũthuri ũyũ tuonete maũndũ maingĩ na Ngai nĩ mwega twĩ muoyo no he kaũndũ ndĩrenda kũhutia tũrĩ acerere na kwĩragwo mumi na njĩra oyaga kĩ andũ a Kĩharu nĩ inyuĩ mwatũraga mwĩ namba ĩmwe thĩinĩ wa Murang'a nĩguo kana tiguo Kĩano wa Wanjirũ arĩ minista wa mbere ithuĩ tũgĩkora mũndũ ũrĩa warĩ ciringi thĩinĩ wa Murang'a etagwo Matiba nĩguo kana tiguo maũndũ manene marĩa mwĩkĩte andũ a Kĩharu no nyende ona petrol station indigenous ya Mũafrika thĩinĩ wa Kenya ĩrĩa nene nĩ andũ anyu kuma gũkũ nĩ ndĩramũthaitha tucokie rũĩ mũkaro ũguo mwaka ũmwe namba ĩmwe ithuĩ tũrĩ andũ a kĩgumo tũgakorwo twĩ namba 4 na tũgetĩkĩra inyuĩ mwĩtĩkĩre mũcoke mũkorwo mwĩ namba ĩmwe twĩ hamwe tondũ ngingo ndĩrĩ yakĩra kĩ mũtwe. Nataka kuongea na Kiswahili niseme namna hii. Kesho tuko na mazishi ya mama Mukami kule Nyandarua. Na mmeona tumekuwa na mambo mengi, siasa imeingia, kumekuwa na mambo mengi. Lakini sisi kama jamii ya Wakikuyu lazima tuangalie sana. Huyu mzee amekaa hapa. Alichukua mjukuu wa Kimathi akamwambia anataka kusoma engineering. Huyu mzee akamwambia hutasoma engineering, utasoma political science. Ndio ile ndoto ilikuwa ya babu yako ifike. Akachukua kijana akapeleka India, kijana akasoma kuanzia 1995 mpaka 1998. Kijana wakati huo akaanza kuwasiliana na mtu anaitwa Mandela. Alipomaliza shule Mandela akamwambia kabla uja graduate kuja unisalimie. Alipofika huko akapewa kofia nyingine ya kuwa mkubwa ama kinara wa wanafunzi katika Afrika. Baada ya kuja Kenya akarudi ndio wa graduate arudi Kenya. Alipofika huko kijana tukaambiwa alichomwa na stima akafariki. Familia ya Kimathi ikingojea mwili, ikingojea mtu walipata mwili. Damula na history ni muno na muthuri huyo. Fast forward. Kabla tujaanza hii campaign, huyu mama Mukami alitumana kwa huyu mzee. Mimi nikakutwa na familia yake na jamii yake, wakanambia mama Mukami ile safari huyu mzee anaenda wanataka kumbariki. Tukaenda Komoroko. Tulipoenda Komoroko, huyu mama akaomba tu kitu kimoja. Anakaa kwa nyumba ya kukodesha. Huyu mzee amnunulie nyumba. Huyu mzee akasema tutafute nyumba, nyumba ikapatikana ya National Housing. Huyu mzee akalipa, si tukaenda campaign, ikasemekana nyumba imalizwe vizuri. Kwa bahati ya Mungu, familia ya Kimathi walipata mfunguo ya hiyo nyumba hiyo wiki iliyokwisha, ndio mama Mukami ya kuja afariki. Tuko pamoja watu wetu? Mnanisikia? Mnanisikia? Mutikimuhurero hii. Niamwendete kana ndamwendete. Niamwendete kana ndamwendete. Rĩu nĩ murona siasa ĩgĩkwo thĩinĩ wa mathiko. No andũ matiroria rũgendo rũrĩa mũtumia ũcio akoretwo naruo. Koguo ta Gĩkũyũ
tutikae ukorago ati andu aria maratuteithia wakinya handu ithuĩ tugathie mwena uria tugatuika niyo turahura ona ntukugia na kirumi koguo ni ndamuthaitha muhoe rucio ugakorwo kwina thayo tondu turaigua kwina maundu maingi muno mabangitwo na tugakorwo na gavana muhoere nginya gavana wanyu twathie mathiko tugagicoka twi moyo mwathani aromurathima. Asante sana family ya Mutigaire Bishop, Your Excellency Raila Amolo Odinga, ona inyui andu a Murang'a muriega. Ngai ni mwega, ngeithia yuguo menye ngeithi icio ni cia mukinyira, tuga Ngai ni mwega hindi ciothe, ona riria turaigua ta riu tuhengekete ngoro tukauga ati no wega kuga Ngai ni mwega. Ndimurehere ngeithi na rambirambi cia andu a Nyeri, majirani anyu na family ito. To the family, please receive our condolences. Niturehoka ati nimuikara munyitanite na mwendaine uria maitu agirendire muikare mwendaine. Ndikwaria muno ni ndiraigua ni munogete na nyambe njuge ni sorry muno ni undu wa guka tucereirwo. Tulikuwa mazishi huko Yata, nituguthiite kwina mheshimiwa gwitwo Honorable Mutiso wiriga gututigan na tuma mathiko kuu yuma mitha ya Gatoreki niwe iyo nditinithagio koguo tweterera. So your bishop, please, this is not a sign of disrespect. Mutuohere ni undu wa guka tucereirwo. Ngirikia njuge, we continue to pray for this nation. We continue to pray for especially political hygiene. Nitukinyete handu tukona ati mundu nigetha athurwo kana nigetha atugirio, especially here in Mount Kenya, no nginya akorwo muteti wa kurumanaga, muteti wa kwaga thoni, muteti wina maundu maingi. Nituge ati kanitha na hoi Ngai muthi na mbere gutuhoera tondu twarora especially bao njithi nituraigua tu, you know, to very discouraged gukorwo ati the role models that we are giving them in terms of leadership ni andu matari na mitugo mwega. So we pray, we continue to pray for this nation and to pray for Mount Kenya, especially nigetha tuikare na urumwe na nigetha tuhote gutwara gitego giki kia Mount Kenya haria tungienda gikinye. Asanteni sana, Ngai murathime. Yangu itakuwa machache. Mimi nikiwa hapa niko nyumbani. Na mimi nafurahia kwa sababu nyinyi ni watu wangu. Nyinyi ni kama familia yangu. Mlikaa na mimi, mkanituza, mkanikuza kwa miaka 10 kama gavana wenu. Kwa hivyo mimi nikiwa mbele yenu na kuanga mtoto. Kwa sababu tumeshiriki pamoja na mumelimpatia heshima ya kutosha. Hiyo nyingine ni mshukuru kwa sababu ya kuja kufariji nasi, kuomboleza nasi na kuja kumwaga mama yetu. Hiyo ni heshima na mmekuja kwa wingi na tunashukuru kwa hiyo. Naweza sema mambo mengi zaidi kuhusu mama, lakini ile moja ambayo amenifanyia ni kunipatia familia, kwa sababu yeye ni mama ya bibi yangu. Kwa hivyo yeye ndiye shosho ya watoto wangu. Mtu anaweza kuachia almasi, dhahabu na mashamba mingi, lakini yule ambaye anakuachia familia ndiye ambaye anakuachia kile kilicho na dhamana zaidi. Kwa hivyo the legacy which she left to me wakiwa na baba Jerry ni familia yangu. Kama sio yeye, mimi singekuwa na familia no kwa igire boreri. Niti wadu ito na mundu agekwe family ri ito nginya muhurire thurutia. So my main salute to our departed mom is that she left me and our wider clan and our community with a family. Na ndimucokerie ngatho muno mena ithe wa Jerry who left us 12 years ago. Hiyo miaka 12 ambayo Silas, who was my father, who is still my father-in-law, passed on, we were under the care of our mother-in-law. Alikuwa yeye ndiye baba na ndiye mama wa familia hii.
ametutunza, ametulida, na hakuja kuwa na chochote ambacho kimembidi atafute usaidizi kutoka nje ili aweze kuweka pamoja hii familia yetu. She has been my father-in-law and my mother-in-law at the same time, a role which she played perfectly. Kwa hivyo tukimwaga, kwa sababu baba alienda beleni, we are bidding goodbye to somebody who was taking a dual role, kazi ya mama na kazi ya baba, na akaifanya kwa ustadi mkubwa. Na kwa hivyo ninamshukuru na ninamtuma akikuta baba amwambie tuko salama, na alifanya ile kazi ambayo alikuwa amemwachia. Hiyo nyingine ni ya kwamba yeye alikuwa amejitayarisha, na alikuwa ametayarishwa na Mungu pia. Aliitwa tarehe 1 mwezi wa 5. Hiyo ni Labor Day. Hiyo ni sikukuu kote ulimwenguni ya wafanyikazi. Lakini kwa sababu kazi yake ilikuwa imeisha, kukafanywa sherehe ulimwenguni kote. Na siku ya wafanyikazi, yeye akaacha kazi yake hapa ulimwenguni na akaanza kazi nyingine katika ufalme wa Bwana. Kwa hivyo that coincidence ya tarehe 1, si tunaona hiyo iliudwa na Mungu, kwa sababu hiyo ilikuwa matangazo kwa ulimwengu kwamba mama yetu amekamilisha kazi yake hapa ulimwenguni. So to us, every Labor Day will be a mark of the day when our mom accomplished her mission in the world and started on a new mission in the everlasting kingdom. Hiyo nyingine ni kwamba sisi tunaumia, na hatukuwa tunatarajia kwa sababu hakuwa mgonjwa sana. Lakini yeye kwa sababu alikuwa mcha Mungu, alikuwa anajua. Na nitamueleza ni kwa nini. Hiyo tuligundua baada ya yeye kutuacha. Baada ya mom kwenda, katika Biblia yake kulikuwa na karatasi. Na nafikiri hii kama hiyo Biblia haigefunguliwa, hiyo karatasi haigepatikana. Hiyo ni kuonyesha yeye alikuwa mcha Mungu na alikuwa anajua siri zake zote anaziweka kwa Biblia. Ile karatasi ambayo ilipatikana, hiyo ndio imeandika ama imetumika kuandika historia yake yote. Alikuwa ameandika historia yake yote mpaka hiyo siku, na akaiweka kwa Biblia in point form. Hiyo karatasi ndio ilichukuliwa sasa ikaandikwa kuwa hadithi yake, lakini alikuwa ameelezea kila kitu. Kwa hivyo hatukusumbuka kutafutia historia ya mama, kwa sababu historia yake ilikuwa kwa Biblia. So actually ni kama historia yake ilikuwa chapter 1 ya Biblia, kwa sababu alichora chapter akaweka hapo ndani. Yetu ilikuwa ni kuchukua na expound kidogo na kupeleka kwa printer. Alikuwa ameandika historia yake. Ukiangalia hiyo mambo mawili, sisi hatuna chochote cha kusema. Alikuwa ametayarishwa na Mungu, akafanywa sikukuu ulimwenguni na akatupatia historia yake. Na ile ambayo tunafaa kufanya ni kumuaga kwa neema. Kwa hivyo hata kama tuna moyo ambao una nguvu, tunasikia uchungu, sisi tunajua kwamba mama yetu ameenda mahali pema peponi, na pia alikuwa amejitayarisha. Hiyo nyingine ni kwamba yeye alikuwa mambo mengi kwetu. Alikuwa mama, alikuwa mwalimu, alikuwa shosho, alikuwa sister to many, alikuwa auntie na mengi. Lakini kuna kitu kimoja ambacho alitusaidia nacho. Yeye alikuwa muibaji sana. Na unajua watu wanasema muziki ama wimbo ni sabuni ya moyo, ya roho. Yeye alikuwa anatuosha kila siku. Roho zetu zikichafuka anatuosha.
Na wakati nichaguliwa kuwa governor, aliuda wimbo. Hiyo wimbo aliiba katika stadium ya Murang'a. She was a composer. Hata tune ni yake, words ni zake. Kila wakati tukiwa na sherehe, hata kama ni birthday, anauda mpya. Kwa hivyo tulikuwa tunatarajia sherehe zaidi ili tupate wimbo mpya. Yeye akiandika kitabu kama ya Golden Bells. Hata wakati nilichaguliwa mwisho, niliibiwa tu. Kwa hivyo alifanya familia yetu iwe a singing family. And you know, a singing family is a happy family. Even a singing church is a happy church. Riu tureyuria riu no rituinagira. Ucio niguo thina uria witu munene. Tunaweza jaribu kuiba, lakini sisi hatuna mtu wa kutuibia. And that Lord brought together our family strongly. Kwa sababu alikuwa na select words ambazo zinahusiana na ile mambo tunafanya na vile anaona kifamilia. Ile hawezi sema kwa mdomo, anaisema kwa wimbo. Na tunashika kwa roho. Hapa usicheze. Sisi tunajua ni nani tumepoteza. Na tunamuomba Mungu amweke pema kule peponi. Tutakutana na yeye akienda asalimie Baba Jerry, salimie Aisa na wale wengine wote ambao walikuwa wamemtangulia. Na yeye kazi yake sasa ni kutuombea baraka. Pia nikimalizia ni mshukuru askofu au askofu mwingine na kanisa. Tumetumia karibu wiki mbili kabla tumwage, kwa sababu bishop alisema hiyo ni kazi yake. Alikuwa rafiki wa kanisa na rafiki ya Yesu. Kwa hivyo bishop, hukupata wakati, ukasema lazima ufanye hii ibada na timu yako na bishop mwenzako, tunamshukuru. Hiyo nyingine nikimalizia, leo tuna wageni. Na ili nifundisha watu wetu kitu. Mgeni mmoja anaitwa baba. Akufae kwa thiki ndiye rafiki. Naweza tafuta marafiki wengi, lakini wakati wa msiba siwezi tafuta marafiki. Huo wakati marafiki ndio wanakutafuta. Kwa hivyo mtu akijiuliza ni kwa nini baba amekuja, mata mimi sijui. Lakini ni kwa sababu ni rafiki. Mimi nina thiki, amenifaa kwa thiki. Na nina marafiki wengi sana. Kwa hivyo baba, chukua shukrani kutoka kwa familia yangu, kwa sababu kuna wengi. Wewe umejialika na nimesema asante kwa niaba ya familia yangu. Hiyo nyingine nitaenda kidogo niguze siasa kidogo, lakini askofu sio sana. Lakini unajua mimi ni mwanasiasa, kwa hivyo nitasema ile inafaa kanisa. Unajua hii taifa ni yetu zote. Makabila 43 na 4. Na ukitaka taifa ianguke, leta uhasama wa ukabila. Watoto wetu sisi kama Wakikuyu wanafanya biashara Kisumu, wanafanya Kapenguria, wanafanya popote. Wakiwa huko hawaishi na sisi hapa, wanaishi na wengine. Urafiki kati yetu na makabila 43 hata huko kwa Biblia. Kwa sababu kukiwa na uhasama, sisi hasa Wakikuyu ndio tutaumia zaidi. Sisi ni wengi na sisi huwa kila mahali tukijitafutia. Kwa hivyo ningeomba wanasiasa tuhubiri umoja wa taifa, na hasa kutoka kwa nchi ya Wakikuyu. Kwa sababu shida ikipotea, wale wakumia kwanza ni sisi. Kwa hivyo wale ambao wanahubiri siasa za ukabila kati ya Wakikuyu na Wajaluo waende kanisa. Hiyo uhasama sisi hatutaki. Wakalenjin ni marafiki zetu, Wabaluya ni marafiki zetu, Wajaluo na kila kabila.
wale wote ambao wanamuandama baba. Sasa kwanza nitamwambia kwa nini anaitwa baba, kwa sababu nimegundua. Huyu ndiye university ya siasa Kenya. Ukiwa ili uwe mwanasiasa hodari lazima upitie kwa mikono ya baba, kwa university ya baba. Hao wote, Kalonzo Musyoka alikuwa ODM, amelishwa na baba. Speaker wetu Wetangula alikuwa ODM, amefikishwa hapo na baba. Speaker wa hiyo nyumba nyingine na baba. Rais Kenyatta alikuwa ODM na baba. Rais wa taifa alikuwa Mwandama, yule wa kwanza wa ODM wa baba, na yeye ndiye rais wa taifa kwa wakati huo. Kwa hivyo yule ambaye anakuambia usigie kwa baba ni kama mtu anaenda kwa chuo kikuu cha kifahari, anasomea medicine, anakuwa daktari wa kifahari. Wewe hataki uwe daktari kama wewe, kwa hivyo wewe usipitie hapo ili usipate funzo na masomo. Hiyo ni mnafiki. Huwezi kuingia kwa university iliyo bora zaidi ya udaktari, Nairobi University, na yule daktari ambaye alikufundisha wewe unaniambia mimi nisiende kwake na mimi nisome. Wewe ni mulaghai. Na hiyo ndio ukweli wa mambo. Kwa hivyo mimi ukiona nikitembea na baba, mimi si mjinga, au wanataka nisiwe welevu kama wao. Walitembea huko wakapata shahada, wakafungua shule zao, sasa ndio wanatutawala. Lakini wailia ili asipate shahada asipitie hapo, nitapitia hapo, baba unisomeshe. Hiyo nyingine, baba yako hawezi kukufunza. Ukihitimu na wewe unaanza kutukana yule alikuwa baba yako, wewe utapata laana. Hata ni bora unyamaze. Wale wote wamepitia kwake, wakipata shahada, wakifungua duka za hospitali zao, wanaanza kutukana yule waliwafunza waokoke. Unaweza fanya siasa bila hasa kutumia matusi na bila kuwahujumu wale ambao wamekufanya ufike mahali umefika. Na ndio sababu mimi, kwa sababu niliacha siasa za Murang'a kidogo, hata zisubuage Kang'ata ili aseme ni mimi nataka kufanya siasa za kitaifa, na mwalimu wangu wa kwanza atakuwa baba. Wewe baba unifundishe kabisa, na uzibakishe lesson kidogo ili hata mimi niife nikue kama wao, na pia nikue kiongozi wa Kikuyu. Huwezi kuwa kiongozi wa Kikuyu kama hutapitia kwa makabila zingine. Utakuwa kiongozi wa hapa Murang'a tu. Kwa hivyo mkiniona niko huko mnanipigia makofi na waambie baba ile ambao hakuwafundisha anifundishe, ili wakati kifika tunauda taifa pamoja na tunapata viongozi wa kesho. Na nimesema hivyo kutoka kwa moyo wangu, kwa sababu mimi sipendi siasa za ukabila. Wacha kidogo tu. Kwa hivyo nimesema hivyo kwa sababu imefika wakati watu wakionekana na baba, watu wengine wanasema huyo ni mtu mbaya, na wao wamekaa na wao miaka nenda miaka rudi. Kwa hivyo ile ambayo tunafuata, na nataka kushukuru kanisa ya Anglican, ni maslahi ya mwananchi wa kawaida. Mimi siwezi kuona mwananchi akiumia ati kwa sababu naogopa nipige makofi. Wabunge wetu wote waambiwe hiyo bill ya kuongeza gharama ya maisha ikienda huko waangushe. Na mkae kwa TV muone kama Dede anaangusha. Akiangusha makofi kwa Dede. Asipoangusha unamuuliza kwani unafanyia nani kazi? Na wengine nani huyo? Hiyo nyingine, nataka kuwashukuru kanisa ya Kianglikana kwa sababu ya kuchukua hiyo msimamo. Hatuna shuki na mtu, lakini tunataka kuona gharama ya maisha imeshuka na taxes zimeenda chini. Sitaki kusema mengi. Asante kwa kushikilia familia yetu kwa wakati huu. Nataka kumwalika baba ili alete risala yake. Karibu Mheshimiwa Raila.
askofu na makasisi wa kanisa, waombolezaji wote ambao wamefika hapa. Murega rengi. Mwadhani arogoshio. Henda shudhi. Asanteni sana. Mimi nimekuja hapa siku ya leo kwa sababu ya rafiki yangu Mwenge wa Iria. Aliniambia mimi ya kwamba yeye amefiwa na mama mke wake. Nikamwambia mimi nitajaribu, ingawaje niko na matanga kule upande ya Yata, lakini nitajaribu kufika hata kama ni dakika chache peke yake. Sasa mimi nina furaha, hii sherehe inafanyika katika kanisa ya Anglikani. Mimi ya Raila Amolo ya kibatizo. Nibatizwa katika kanisa ya Anglikani kule Maseno. Baba yangu alikuwa mwalimu huko, na akatupeleka sisi kwa kanisa kwa mara ya kwanza. Akiulizwa ati huyu mtoto mpatie jina, akasema Raila Amolo Odinga. Yule padri ambaye alikuwa kwa pale akasema pana, mtoto hawezi kubatizwa na jina ya Kiafrika. Tukafukuzwa kwa kanisa, mimi na ndugu wangu wawili. Sasa baba yetu akaandika barua kwa Archbishop of Canterbury, ambaye ni mkuu wa kanisa yetu Kianglikani, kupitia kwa mkuu wa hapa Kenya. Baada ya mwezi mmoja barua majibu kutoka kule Ulaya ikasema sio hakuna marufuku, mtoto anaweza kubatizwa na jina ya Kiafrika. Ndio tukarudi kanisani na mimi nikabatizwa Raila Amolo Odinga. Hiyo ni jina yangu ya Kikristo. Sasa tumekuja kwa harusi ya mwisho ya mama Mary Nyambura. Mama yangu vile vile anaitwa Mary. Mimi ni mwana wa Mary. Sasa tumekuja kusema pole kwa wale ambao wameifiwa. Maana yake najua kifo inaleta uchungu mingi zaidi. Tunasema pole ni sana kwa kumpoteza mama, lakini maisha mpaka iendelee mbele. Sasa mimi jana niliona taarifa ilitolewa na kanisa yetu ya Kianglikani, ikanifurahisha. Nikasema hewala. Manake juzi mliona mimi nilienda mahali naitwa Shakahola. Manake watu tulikuwa wamesoma mambo mengi zaidi ambayo ilifanyika kule Shakahola. Kasema mimi nitaenda nishuhudie kwa niaba ya Kenya wengi ambao hawajafika huko. Nikafika pale kwenye mlango, nikazuiliwa nisiingie. Naambiwa kwamba hapa sasa uchunguzi unaendelea. Hakuruhusi mtu aingie hapo ndani, hata waandishi wa habari hatutaki waingie hapo ndani. Nikasema uchunguzi ya aina gani fanyike ambayo watu wanazuiliwa? Kama watu wamekufa hapo na mnafukua kama kaburi ili mtoe mizoga ya watu, hakuna siri hapo. Hiyo natakana wengine waingie pale ndani wajue kitu gani kinafanyika hapo. Kitu gani maana inafichwa huko. Atunaambiwa mama, wewe kunywa hii ili ukufe uende baraka. Aende aone mema kabisa. Hiyo kanisa ina gani? Hiyo kanisa ina gani?
ambayo inaua watu kiholela. Hiyo si kanisa shetani? Hiyo ni shetani. Na shetani afanye nini? Shashindwe. Ilikuwa niliona vioja sana, nikasema haya haijafanyika katika taifa letu, ni mara ya kwanza. Ni vioja. Na tumelaani vitendo kama haya vikali sana kama Wakenya. Sasa mimi nimekuja hapa kwa marafiki. Watu wetu wengi wajui urafiki ambaye tuko naye hapa. Pale mimi niko hapa, nikuja kuzika rafiki yangu hapa. Mbeleni nimekuja hapa kwa Matiba, pale naitwa Embassy House. Nilikuwa kujaga hapo na kaa na Matiba hapo kutoka asubuhi mpaka jioni. Narudi kwangu Nairobi. Matiba ametembesha mimi eneo hii yote mpaka kule Kahuhea. Akanipeleka mpaka nyumba pale ambaye yeye aliona baba yake alikuwa mwalimu hapo na alisoma hapo katika Kahuhea. Nikatembea kila mahali hapa. Unajua Matiba, Kenneth Matiba na mimi na Charles Rubia tulipinga utawala ya chama kimoja. Na tukasema